Ni heri upigwe kofi na mtu kuliko mtu akupige neno. Maneno ni sumu, maneno ni roho zinazotoka wakati mwingine shetani anatumia kutoka kuzimu. Roho ya maneno imeua utayari wa watu wengi, kihuduma, kwenye kazi, kwenye familia na hata kwenye ndoa. Adui anakuletea neno moja tu, linavuruga utayari wako. Roho ya maneno. Kumbuka kwa habari ya kina Sanbalati na Tobia, wakati ambao Nehemia anajenga ukuta wa Yerusalemu. Nehemia Mungu amembariki, wameandika na barua, amepata na kibali. Sanbalati na Tobia anasema, oh, hicho ni nini Nehemia anajenga? Hata mbweha wakisimama watavunja hicho kitu, hakina maana. Nehemia alikuwa mtu wa rohoni, akachukua yale maneno akayapeleka kwa Bwana, akayadharau. Roho ya maneno imeua utayari wa watu wengi wa kiroho, imeua utayari wa watu wengi wa kazi. Hata kwenye ofisi unafanya kazi kwa bidii, watu anajidai sana, anajionyesha sana. Umeolewa kwenye hiyo familia, unanyenyekea, unaheshimu mama mkwe, unaheshimu kila mtu, then watu wanasimama kuongea mabaya. Roho ya maneno imeua utayari. Watu wanaanza kukaa kama watu ambao wameamua kuwa na mioyo ya mawe. Wanasema right now I don't care, ni don't care, mimi sijali chochote. Wewe ni sawa na kazi za elimu, ujali Mungu wala ujali watu. Epuka kusema mimi sijali. Watajisikieje hawajisikieje, mimi sijali. Umekuwa mfu wewe, una uzima wa milele ndani yako. Mimi sijali, wanataka hawataki, wanaona hawaoni, mimi sijali. Naomba nikwambie, sisi tuliookoka kila tulipo ni huduma. We are doing ministry everywhere. Kazini tunafanya huduma, kwenye ndoa zetu ni huduma tunafanya, kwa sababu maisha yetu ni Kristo na Kristo ni huduma. Ofisini, that's a life of ministry. Popote tulipo, tunapofundisha wanafunzi shule, tunafanya huduma. Tunaposaidia, we are doing a ministry. Hii imesababisha watu wengi wamepishana baraka zao, hawajui. Roho ya maneno huwa inashambulia utayari wa mtu. Unasikia watu wanasema, na watu huwezi kuwazuia kusema. Cha msingi wakati mwingine wewe jizuie, achana na maneno yao, focus kwenye kile Mungu alichokusudia kufanya. Linda moyo wako usiwe na hila, inatosha. Ukishalinda moyo wako ukawa hauna hila ndani yako, Mungu atakufikisha mbali. Hata kama unaosema ni kweli sio kweli, ni umbea sio umbea, linda moyo wako. Sanbalati na Tobia wakasema, huyu Nehemia ni nani? Kitu anacho kijenga, hata mbweha wakisimama. Sasa zingine unaambiwa maneno magumu kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye uzao wako, kwenye afya yako, yanakuumiza. Utayari unaondoka. Unashangaa mtu hata kama alikuwa anampenda Mungu kiasi gani, anashusha kumpenda Mungu kwa sababu ya maneno yenye sumu. Alikuwa anampenda mtumishi wa Mungu kiasi gani, anapunguza kumpenda kwa sababu ya umbea aliyosikia huko kushoto. Alikuwa ananyenyekea kwa Mungu kiasi gani, anaharibikiwa kwa maneno tu ya kuambiwa. Yaani kuna watu wengine ambao mmefika viwango vikubwa vya kiroho, lakini shetani kwenye eneo la kuwadhoofisha kwa roho ya maneno amewamalizia hapo. Have been seen many spiritual giants who have been defeated by just mere words. Nimeona huduma nyingi zenye nguvu ambazo ziliharibiwa kwa sababu ya maneno ya umbea. Nimeona majitu ya imani ambayo yalivurugikiwa njia zao kwa sababu ya kuentertain maneno. Simama, kavae viatu vyako, shinda, kuwa tayari. Maandiko yanasema uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Shinda vizuizi vya maneno. Usiruhusu maneno ya kuharibu. Usiruhusu vita, maneno ya haribu utayari wako. Angalia eti Sanbalati ni nani? Au natamka maneno mabaya. Angalia ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 18. Yeremia sura ya 18. Angalia wanavyosema hao watu. Wanadamu ni wabaya sana, wana sumu mbaya kuliko nyoka.
Maandiko yanasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini ulimi una uharibifu. Ulimi unavunja imani. Ulimi unaua ndoa za watu. Ulimi unaharibu vizazi vya watu. Ulimi unaharibu. Usientertain maneno, vaa viatu vyako. Hapo ndipo waliposema, njooni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njooni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiyasikilize maneno yake yoyote. Kila ulimi ulioinuka juu yako, kitabu cha Isaya sura ile 50 ngapi? 54:17. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako utauhesabu kuwa mkosa, kwa jina la Yesu aliye hai. Tunafisha nguvu za maneno. Maneno kwenye huduma, maneno kwenye kazi, maneno kwenye familia, kwa damu ya Yesu aliye hai. Hayatakuzuia, hayatapotoa, hayataharibu na kupunguza kasi yako, kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli. Anasema njooni na tumpige kwa ndimi zetu. Njooni na tumpige kwa ndimi zetu. Kuna watu wamepigwa kwa ndimi wakapoteza utayari. Neno dogo tu limekuua moja kwa moja. Unafunga macho sasa hivi unanena kwa lugha kwa kisogo, hausikiki. Moyo wako umeshuka, mtazamo wako umeharibika kwa sababu ya maneno. Watu wanasema hivyo, kwani Mungu anasemaje? Watu wanazungumza hivyo, Mungu anasemaje? Wanasema hivyo juu ya mume wako, Mungu yeye anakwambieje? Watu wanaweza kuletea taarifa za kweli, we Mungu anakwambia nini? Wanakwambia taarifa juu ya mke wako, we Mungu anakwambia nini? Usisikilize ya watu, hacha Mungu aseme, na wanadamu wanyamaze kimya katika jina la Yesu aliye hai. Acha Mungu aseme. Kitu kimenisaidia kufika hapa nilipofika. Mimi nategemea Mungu kusema. Sijalishi unasema nini, sijalishi umepanga nini, sijalishi unazungumza nini. Hakika kile anachosema Mungu kwangu ndio cha mwisho, sio watu wanachosema. Simama na kile Bwana anasema. Anasema na tumpige Yeremia kwa ndimi zetu. Watu wangapi wameacha utayari wao? Walikuwa wanapenda hata kuhudumia waume zao wakaacha kwa maneno. Yamkini hata ulioambiwa ni ya kweli, lakini Mungu anasemaje? Wangapi mmeacha kazi mkaresign ukasema kwa akili zangu timamu? Wewe una akili timamu, umeshambuliwa. Kila maamuzi unayoyafanya kwa uchungu umeyafanya nje ya akili timamu. Maamuzi yoyote unayoyafanya kwa hasira, uchungu, ghadhabu, akili haijahusika, umetumia hisia kunyamua. Ndio maana watu wenye hekima, kuna kitu kinaitwa upako wa hekima. Watu wenye upako wa hekima hawaamui wakati wa hasira, hawaamui wakati wa uchungu, wanaamua wakiwa sawa. Kama unafanya maamuzi kwa hasira, kwa uchungu, nimeumia sana, nimekwazika sana, wewe una hekima my friend, unahitaji upako. Kuna upako unaitwa upako wa hekima. Huko duniani wanahitaji, ili ufanikiwe duniani huko. Nitafundisha siku ya Jumamosi hii namna umuhimu wa upako wa hekima katika kumiliki mali na kukontrol dunia ya sasa. Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Biblia inasema kila ulimi utakaoinuka juu yako. Unajua kuna wakati fulani nilikuwa kwenye maombi, Bwana akaniambia yafishe maneno yanayonenwa kinyume na wewe. Umewahi kujikuta unatembea alafu Roho wa Mungu anakuambia yafishe? Maana yake unaposikia yafishe, hata kama watu watakuwa wanakusengenya pembeni, yani anapeleka umbea unakosa nguvu, maana umeyafisha hayo maneno yao. Hata kama anaenda kuchongea, huyu ana hiki, maadamu umefundishwa namna ya kuyafisha hayo maneno, unayafisha kwenye ulimwengu wa roho. Maneno ni roho, kwa hiyo yale maneno yanafishwa kwenye ulimwengu wa roho, na usiku wa leo utayafisha katika jina la Yesu. Maneno yote ambayo watu wanayasema, wanayazungumza kinyume na huduma yako, kinyume na afya yako, kinyume na uzao wako, kinyume na watoto wako, yafishe. Maana yake kuyafisha ni kuyadhoofisha, yasije na ile nguvu waliokusudia. Sema nafisha kila maneno yanayonenwa kinyume na mimi kwa jina la Yesu.
maneno ya aibu, maneno ya fedhea, maneno ya kukataliwa, ya kuniharibia, ya kunichafua, kwa jina la Yesu nayafisha. Paya saka yantorobosai. So maneno yanatumika kufisha, yanatumika kuharibu utayari. My God, ndoa iliyokuwa na amani, wanacheka, wanaongea vizuri, mbea mmoja aliyokosea njia anaiharibu moja kwa moja. Watu waliokuwa wanampenda Mungu, wanamtumikia na kumcha Bwana kwa mioyo yao yote, kaajenti kamoja ambacho kameshiba mapepo hadi masikioni kanakuja kuvuruga huduma ya namna hiyo. Haitakuwa kwako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka nilionayo kwenye ulimwengu wa roho, ninafisha kila neno lilotamkwa kwa siri, maneno yanayokutamkiwa, wanaoyasema juu ya ofisi, juu ya kizazi chako, juu ya uzao wako, juu ya watoto wako, ninayafisha.